Neno la usiku ndani ya usiku tulivu. Tuko katika awamu ya ama kitengo chetu kizuri cha neno la usiku wa leo. Na mpenzi msikilizaji, siku hii ya leo tunaenda kumwangalia mama mmoja. Mama ambaye alikuwa anasaidia watu. Mama ambaye alikuwa na roho nzuri. Na sijui wewe mahali ambapo upo na aswa wanawake. Wewe unasaidia, unakuwa ni mtu ambaye unasaidia watu, haswa wale watu ambao wako na mahitaji. Hata kwako wewe mwanaume, je, unasaidia wale watu ambao wako na mahitaji? Je, watu wakiwa na shida watakimbilia hapo kwa ajili ya msaada, kwa sababu wanajua wewe wakikuomba msaada hautawasema vibaya? Siku hii ya leo tunaenda kumwangalia mama mmoja katika Biblia, mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Lakini kabla ya yote, wacha tuweze kuomba ndiposa tuweze kuingia katika neno letu la usiku wa leo. Tuamini na tuombe. Baba Mungu, tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunaposoma neno lako, Roho wako Mtakatifu atuongoze kwa njia ya kipekee. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen, amen, amen. Mpenzi msikilizaji, siku hii ya leo tutaangalia kuhusu Dorcas. Tunaenda kumwangalia kuhusu mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas, ama alikuwa anaitwa jina lingine, alikuwa anaitwa Tabitha. Samahani. Na mpenzi msikilizaji, katika Biblia sio watu wengi ambao waliotajwa kwa majina yao na sifa zao za huduma. Lakini kuna mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Dorcas, ambaye pia alikuwa anaitwa Tabitha. Ni mmoja wa wanawake wachache sana waliotajwa kwa matendo yao mema kama alama ya maisha yake. Hao ndio wamama ambao waliweza kutajwa pale katika Biblia. Na waliweza tu, si atu walitajwa tu peke yake, waliweza kutajwa pia na matendo yao mema ambao waliweza kuyatenda. Na kisa chake kinapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kisa chake kinapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36 hadi pale mstari wa 42. Na hiki kisa kinatuonyesha ya kuwa Ukristo wa kweli unaonekana kwa matendo. Huduma ya upendo ina dhamana kubwa mbele za Mungu, na maisha yaliyojitoa kwa wengi huacha alama ya milele. Wakati ambapo unajitoa kuwasaidia wale ambao wako na mahitaji, unaacha alama kubwa na unaacha alama ya milele katika nyoyo hizo. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, siku hii ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 9:36, na tutaanza hapo na 36, ambao neno la Bwana linasema hivi: Palikuwa na mwanafunzi mmoja huko Yafa na jina lake Tabitha. Alikuwa amejawa na matendo mema na sadaka alizotoa. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume, yani kwa lugha ya Kimombo ni Acts of Apostles. Matendo ya Mitume 9:36, ambayo inasema palikuwa na mwanafunzi mmoja huko Yafa na jina lake Tabitha. Alikuwa amejawa na matendo mema na sadaka alizozitoa. Mpenzi msikilizaji, jina Tabitha kwa Kiaramu na Dorcas kwa Kigiriki linamaanisha paa, mnyama aliyejulikana kuwa mpole, mnyenyekevu na uzuri wa tabia. Na mpenzi msikilizaji, Mungu mara nyingi hutumia watu wanyenyekevu kufanya kazi kubwa katika ufalme wake. Kama huyu mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas, Mungu aliweza kumtumia ili kufanya kazi yake. Katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 5 inasema hivi: heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Tabitha ama Dorcas alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mpole. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na tabia njema. Na tabia hii njema, alikuwa na tabia ya kuweza kuwasaidia wale watu pale katika jamii. Na mpenzi msikilizaji, Dorcas alikuwa mwanafunzi wa kweli wa Yesu.
Ukisoma katika hicho kitabu cha Matendo 9:36, hapo inaanza na kusema palikuwa na mwanafunzi mmoja. Biblia haikumuita Dorkasi mtume, haikumuita mhubiri, haikumuita kiongozi wa kanisa, lakini ilimuita mwanafunzi. Hili neno la hili jina mwanafunzi liko na uzito mkubwa. Maana ya kuwa mwanafunzi ni kuishi kama Yesu, kupenda kama Yesu, kutumika kama Yesu. Ndio maana Dorkasi aliweza kuitwa nani? Aliweza kuitwa mwanafunzi pale. Kwa nini hakuweza kuitwa mtume? Kwa nini hakuweza kuitwa mhubiri? Kwa maana ili jina mwanafunzi liko na uzito mkubwa, na uzito huu ni kwamba unapoitwa mwanafunzi, inamaanisha mwanafunzi wa Yesu, inamaanisha kwamba unaishi kama Yesu, na unapenda kama Yesu, na unapenda kutumika kama Yesu. Sijui wewe unapenda kuitwa nani? Mimi napenda kuitwa mwanafunzi wa Yesu. Mimi sikuwa najua kumbe kuitwa mwanafunzi wa Yesu iko na maana namna hii. Kwa hivyo hata mimi leo usiku huu nimebadilisha jina langu, naitwa mwanafunzi wa Yesu. Dada Ellen G. White anasema katika kitabu cha The Acts of Apostles, anasema hivi: Ukristo wa kweli huonekana katika maisha ya huduma ya kila siku. Ukristo wa kweli huonekana katika maisha ya huduma ya kila siku. Na mpenzi msikilizaji, ni ya kwamba Ukristo wa kweli, Mkristo halisi huonekana katika maisha ya huduma ya kila siku. Jinsi ambavyo unaishi, matendo yako yako namna gani. Ndiposa pale tunaona huduma ya Dorkasi ambayo ilikuwa ni upendo katika matendo yake. Na tunaambiwa ya kwamba, mpenzi msikilizaji, Dorkasi alijulikana kwa kutengeneza mavazi. Kazi yake ilikuwa ni kutengeneza mavazi. Kama jinsi ambavyo mimi natengeneza mavazi. Mimi natengeneza mavazi. Mimi huwa natengeneza mavazi. Kwa hivyo mimi ni Dorkasi. Mimi nafanya pia kazi ya kutengeneza mavazi. Kwa hivyo Dorkasi alikuwa anajulikana kutengeneza mavazi. Alikuwa akona tabia kusaidia wajane. Alikuwa akona tabia ya kuwahudumia maskini. Na hii ilikuwa ni ishara ya upendo katika matendo yake. Je, wewe unasaidia masikini? Je, wewe unakuwa mtu ambaye unapenda kuwahudumia ama kuwasaidia wajane, ama wewe unawadhulumu wajane? Dada Dorkasi pale, ama mama Dorkasi, alikuwa anapenda sana kuwasaidia wajane. Ndipo hata katika kanisa letu la Wasabato kuko na kitengo ambacho kinaitwa Dorkasi. Na hiki kitengo huwa sana sana kinawasaidia wale wamama wajane. Inasaidia wale, kazi yake inakuwa kuwasaidia watu ambao wako na mahitaji. Lakini siku hizi sijui kama hiyo idara iko kweli. Iko, lakini si kama vile ambavyo ilivyokuwa zamani. Nilipokuwa mdogo nilikuwa naona wana Dorkasi wanatoka masaa ya mchana kanisani, wanaenda kutembelea wagonjwa hospitalini, wanaenda kusaidia community. Hii ya siku hizi imekuwa ni siasa tupu. Yani kama utachangia katika kutoa ile wakati ambapo wanasema wamama toeni shilingi 100, tunataka sijui shilingi 100, tunataka shilingi 300. Unajua kuna watu wengine, viongozi wengine wakina mama wanaenda kuangalia kwa kitabu, wanaangalia kama kweli huyu mama huwa anatoa ndiposa tumsaidie. Unapokutwa na shida, wanakimbia kwa vitabu kuangalia kama kweli alikuwa anatolea wengine. Jamani wa Kristo, tumepoteza ile ladha ya Dorkasi, kama jinsi ambavyo ilivyoitwa na huyu kwa huyu mama ambaye alikuwa anaitwa Dorkasi. Alikuwa mama ambaye alikuwa anasaidia watu kutengeneza mavazi. Alikuwa anatengenezea watu mavazi, na alikuwa na tabia ya kuwasaidia wajane, kuwahudumia maskini. Hakuweza kuangalia ati kwa kitabu ni nani ametoa. Jamani, idara hii ya Dorkasi inafaa irudi kama vile ambavyo ilivyokuwa zamani, ambavyo ilikuwa inasaidia sana community.
Nakumbuka sana idara hii ya Dorcas tulipokuwa kule nyumbani. Unajua mimi nimelelewa kule Kakamega. Tulipokuwa pale katika kanisa pale inaitwa Emumweso SDA Church. Nilikuwa mshiriki pale. Na tulipokuwa pale wana Dorcas walikuwa wanafanya mpaka crusade. Wanafanya mkutano wa injili, unasikia ni mkutano wa Dorcas. Lakini siku hizi tumelala jamani. Tunafaa tuamke wana Dorcas. Tukue kama Dorcas. Tuache siasa, tuache kupenda kazi zetu. Unajua wakati huo tunapenda kazi zetu sana. Unafikiria nitakuja kukaa wiki moja nikienda tu kufanya crusade na mimi kazi yangu nimeifunga? Wacha tuweze kuwa kama yule mama ambaye alikuwa anaitwa Dorcas. Mama huyu alikuwa na moyo wa kusaidia wajane, ya kusaidia masikini. Sijui wewe ni mara ngapi mpenzi msikilizaji umekuwa na wakati kama saa hii wakati wa sikukuu. Je, unasherehekea pamoja na wajane? Je, unasherehekea pamoja na maskini, ama wewe tu unafurahia pamoja na watoto wako? Mpenzi msikilizaji, tuwe kama Dorcas jinsi ambavyo alikuwa na matendo haya ya kusaidia watu. Katika kitabu cha Matendo 9:39 inasema hivi: wajane wakamuonyesha kanzu na mavazi Dorcas aliyowafanyia. Hii inatuonyesha nini mpenzi msikilizaji? Huduma yake ilikuwa ya vitendo. Alitumia kipawa chake cha ushonaji kwa utukufu wa Mungu. Hakusubiri kuwa na vingi, alitumia alicho nacho. Dorcas aliweza kutumia kipaji chake cha ushonaji. Niposa na kuuliza, wewe uko na kipaji gani? Uko na kipaji gani? Je, wewe ni mwalimu? Unatumiaje huo walimu wako kuvuta watu kwa Yesu? Je, wewe unapiga wale wanaitwa wale wa kubrush viatu? Kuna jina hapo ya Kiswahili mwalimu wetu wa Kiswahili hapo alikuwa anatuambia, nimeisahau. Ule ambaye anakusafishia viatu pale ukifika pale town umekaa, anakusafishia viatu. Kama wewe unafanya kazi kama hiyo, je, unatumia hiyo kazi yako, ama unapofanya hiyo kazi yako, je, unasambaza injili ya Yesu Kristo? Kama wewe ni daktari pale, je, unaweza kuambia wale wagonjwa kuhusu Yesu ambaye ndiyo tabibu mkuu? Mama Dorcas alikuwa mshonaji, na kipawa chake hicho cha ushonaji alitumia kwa utukufu wa Mungu. Swali hii usiku wa leo ni kukuuliza tu mpenzi msikilizaji, je, kipawa chako, kipaji chako ambacho uko nacho, kipawa ambao uko nacho, je, unautumia kwa utukufu wa Mungu? Katika kitabu cha Petero wa kwanza 4 mstari wa 10 neno inasema hivi: kila mmoja kama alivyopewa kipawa kitumikieni. Hakuna mtu hata mmoja ambaye amenyima kipawa. Maana kitabu cha Petero wa kwanza 4 mstari wa 10 inasema kila mmoja kama alivyopewa kipawa kitumikieni. Unajua kuna mtu ambaye ako na kipawa tu cha kupika na kupika chapo. Acha niseme chapo maana Mwadime producer wetu anapenda chapo. Nikisema hivyo anafurahia kweli, ana smile. Kuna yule ambaye amepewa kipawa cha kupika chapati. Anapika chapati vizuri na kuwa laini, na unaweza kuitumia hivyo. Unaweza kupika wakati kama huu, unawapelekea wale watoto pale mtaani. Wewe umepewa kipawa cha kuhubiri. Kuna yule ambaye akishika tu microphone hivi anapeleka neno vizuri. Tumia kipawa chako hicho mahali popote ambapo upo, hata katika gari ya kusafiri. Unaweza kuambia tu watu 2 ama 3, jirani yako ambaye umekaa na yeye hapo, umwambie kuhusu habari ya Yesu Kristo. Wacha tuweze kutumia kipawa ambacho tumeweza kupewa na Mungu kutangaza utukufu wake. Mpenzi msikilizaji, kama umepewa kipawa cha kuimba, msifu Mungu. Tukuza jina lake Mungu. Msifu kabisa. Kama umepewa kipawa cha nini tena? Kipawa cha kufundisha. Kuna watu ambao wamepewa tu kipawa cha kufundisha. Ni mwalimu. Wengine hata hawajaenda shule kabisa ya kusomea ualimu, lakini unapompea kazi ya kuongoza watu ama ya kufundisha watu, hakika anaifanya vizuri. Na hicho kipawa hicho unafaa kukitumia kutangaza nini? Kutangaza injili ya Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji, imani, tunataka kuangalia jinsi ambavyo imani inayoonekana kwa matendo.
Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 2:17 tunaambiwa imani isipokuwa na matendo imekufa. Imani isipokuwa na matendo imekufa. Na mpenzi msikilizaji, Dorcas ama Tabitha hakuhubiri kwa maneno mengi, lakini maisha yake yalikuwa mahubiri hai. Kifo chake kilisababisha kilio kikubwa, kwa maana jinsi ambavyo alivyokuwa anawasaidia wale wajane, wale maskini, walikuwa wanalia. Jamani, wanasema tutampata wapi mama kama huyu? Jamani, mama Dorcas, jamani Tabitha ameweza kulala. Na alikuwa anahubiri kupitia maisha yake. Je, wewe maisha yako yanaweza kuhubiria watu? Je, jinsi ambavyo unaishi yanaweza kuwa mahubiri tosha kwa watu wengine? Mama Dorcas maisha yake alikuwa mahubiri hai. Hivi basi tunafundishwa nini hapa, mpenzi msikilizaji? Maisha ya Mkristo yanapaswa kuhubiri hata pale kinywa kimenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima uchukue microphone uanze kutangaza. Maisha yako Mkristo wewe yanapaswa kuhubiri. Maisha yangu kama mimi Mkristo yanafaa kuhubiri hata pale kinywa kimenyamaza. Je, jinsi ambavyo unakaa, tunarudi tu pale nyumbani, jinsi ambavyo unakaa na majirani. Wewe ni yule mama ambaye ni kelele, kugombana na majirani, kugonganisha majirani. Wewe ni yule mzee wa kusengenya wazee. Unajua pia siku hizi hata wazee wako katika hiyo foleni. Je, wewe unafanya matendo kama hayo? Wacha maisha yetu ambayo tunayaishi kila siku yaweze kumtangaza, yaweze kuhubiri kuhusu huyu Yesu Kristo. Si mtu akikuona siku ya Sabato anasema yule ni mama Rachel. Hata huwezi jua kama yule mama Rachel yule anakuanga. Si unaweza sema anaenda mbinguni? Hapana, wacha sikuwe hivyo. Wacha maisha yetu ambayo tunayakaa kila siku yaweze kumhubiri Yesu Kristo. Dada Ellen G. White anatuambia ya kwamba matendo ya upendo ni ushahidi wa imani iliyo hai. Matendo ya upendo ni ushahidi wa imani iliyo hai. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, matendo yako yanakaa namna gani? Je, uko na upendo? Ni swali pia usiku huu wa leo tuweze kujiuliza, tuweze kujihoji moyoni mwetu. Kifo cha Dorcas kinatufundisha nini katika maisha yetu? Katika kitabu cha Matendo 37 tunaona ya kwamba Dorcas pale anaugua na akafanya nini? Akafariki. Na jamii yote iliweza kuhuzunika. Wajane walilia, kanisa ikaguswa, kazi ya upendo ilikoma ghafla jamani. Je, wakati ambapo pengine umekuwa mgonjwa, watu watasikitika, waseme jamani, alikuwa anatushonea, jamani, huyu alikuwa anatutendea mambo hivi. Ama wakitasema afadhali alikuwa anatusumbua, yani hata afadhali. Tunaambiwa hapa ya kwamba wakati ambapo Dorcas aliweza kuaga, jamii iliweza kuhuzunika, wajane walilia, kanisa iliguswa, kazi ya upendo ilikoma ghafla, maana hapakuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anawashonea wale wahitaji manguo. Waliweza kusikitika, na kwa hivyo wakaweza kuhuzunika mioyoni mwao. Na swali tu ya kutafakari ni, je, ukiondoka leo, jamii itaishi na pengo? Ukiondoka hii leo, unadhania jamii itaishi na pengo kama vile jinsi ambavyo Tabitha alivyofariki, watu kukakuwa na pengo fulani? Je, wewe ukiondoka usiku huu wa leo tu, jamii itaishi na pengo? Ni swali ambao tunafaa kutafakari. Mhubiri 7 mstari wa 1 inasema hivi: jina jema ni bora kuliko maramu mzuri. Jina jema ni bora kuliko maramu mzuri. Kuwa mtu ambaye unatenda mema. Kuwa mtu ambaye jina lako linapotajwa itaji kwa ajili ya mabaya, inatajwa kwa ajili ya mema. Kisa cha Dorcas pia kinatufundisha kwamba imani ya kanisa na maombi.
Na tunaona pale waumini walimuita Petero katika kitabu cha Matendo 9:38. Waliweza kumuita Petero. Inaonyesha nini hii? Inaonyesha kuwa walikuwa na imani. Hawakukata tamaa, waliendelea kutegemea nguvu za Mungu. Dada Ellen G. White anasema hivi, Dada Ellen G. White anasema kanisa lisimama kwa imani kwa sababu limjua Mungu wao. Kanisa litasimama kwa imani kwa sababu namjua Mungu wao. Kwa hivyo hao watu walikuwa na imani. Waliamini ya kwamba wakimuita mtumishi wa Mungu ataweza kumfufua yule Dorkasi. Na ukiendelea katika kitabu cha Matendo 9:40 hadi 42 pale, tunaona ya pale Petero anasema, Tabitha amka, na Dorkasi akafanya nini? Akafufuliwa. Na mpenzi msikilizaji, Mungu hudhamini huduma ya upendo. Na maisha ya kujitoa kwa wengi yana dhamani kubwa mbele za Mungu. Ufufuo huu uliimarisha imani ya wengi. Hapo tunaona Dorkasi akifufuliwa. Na mtumishi wa Mungu Petero. Katika kitabu cha Matendo 9:42 tunaona ya kwamba hapa inasema hivi, na jambo hili likajulikana katika Yafa yote, wengi wakamwamini Bwana. Kupitia tu kwa ile ufufuo ambao Petero aliweza kumfufua Tabitha, watu wengi waliweza kumwamini Mungu. Je, naendelea kukuuliza tu hili swali, wakati ambapo utaondoka katika dunia hii, je, utaacha pengo? Je, utakumbukwa na nini? Ama watu watakuwa wanasema afadhali hata amepumzika, alikuwa anatuchosha. Kuwa mtu ambaye unatenda mema kila wakati. Kuwa mtu ambaye unapenda kuwasaidia wale watu ambao wako na mahitaji. Usichoke kusaidia. Wacha iweze kuwa ni desturi yako kusaidia watu ambao wako na mahitaji. Na ni mafunzo yapi ambayo tunayapata katika kisa hichi cha Dorkasi sisi kama Wakristo? Na ni kwamba huduma si hiari, huduma ni wito. Huduma sio hiari, huduma ni wito. Katika kitabu cha Mathayo 20:28 inasema kila Mkristo ana kipawa cha kutumika. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, kuwa mtu ambaye unatoa, kuwa mtu ambaye uko tayari kuwasaidia wale ambao wako na mahitaji. Wakati huu ambapo tunasherekea tuko katika msimu wa sherehe, wacha kuwa mchoyo, kuwa mtu ambaye unasaidia pia nani? Unasaidia wale wahitaji. Na unaposaidia wahitaji, jamani, wacha kuwapea vyakula ambavyo vimeharibika. Ama unaposaidia wahitaji, wacha kuchukua nguo ambazo zimeraruka unawapelekea. Mama Tabitha alikuwa anashona. Alikuwa anashona. Wakati huu tungemuita alikuwa designer mkali sana. Alikuwa anashona manguo nzuri. Hakuna mahali tumeona ya kwamba alikuwa anachukua nguo zake, anararua, alafu anapiga kiraka anapelekea maskini na wajane. Alikuwa anashona vitu mzuri. Ndipo hata alipofariki watu walikuwa wanamlilia, maana walikuwa wanajua alikuwa anafanya kitu smart, kitu chema. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, unapowasaidia pia hao maskini, unaposaidia watu ambao wako na mahitaji, sipendi kuwaita maskini, watu hao ambao wako na mahitaji, wahitaji, unapowasaidia, wacha kuwasaidia na manguo, kama pengine ni nguo ambazo zimeraruka, nguo ambayo hata wewe mwenyewe ukiambiwa mtoto wako aivae tena hawezi akaivaa. Hiyo sio tabia ya Ukristo. Tuwe ni watu ambao tunasaidia kwa njia nzuri. Kama ni nguo, mpe nguo nzuri. Na kama ni chakula, wacha kupea mtu chakula ambacho kimekushinda wewe pamoja na watoto wako nyumbani. Yaani mmeshindwa na mchele hapo, mkaona na tunakuanga na mama nani, wacha tumchotee. Hapana, hiyo ni tabia mbaya. Wewe kama umepika mchele, kama ulikuwa umemhesabu na jirani yako, mganyie jirani yako. Usikule alafu mabaki ama makombo yaliyobaki sasa ndio nampea jirani yako. Hiyo ni tabia mbaya. Hiyo sio tabia ya Wakristo. Hiyo hata Dorkasi mwenyewe alishona nguo nzuri,
alikuwa anawashonia nguo smart, alikuwa anawapea vitu mzuri, alikuwa yaani kuchukua ati nguo imeraruka ama ararue nguo yake ashikilie hapa, ashikilie kiraka nyingine, ashikilie. Mimi hata ingekuwa nzina, unajua Dorcas alikuwa anaenda kwa duka ananunua ile material ya pesa mingi na anashona, anapea watu ambao wako na mahitaji. Mpenzi msikilizaji, kuwa mtu ambaye ukitoa unatoa na hiari. Ukuwe mtu ambaye ukitoa unatoa kitu chema, kitu ambacho hata mtu anasema asanti. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa umetoa kitu na hata hiyo kitu ambao umetoa baadaye ikawa sasa ni laana, kwa maana huyo mtu anasema jamani, Mama Rachel yani ameamua kunipea hii nguo venye imeraruka hivi. Mungu wangu, yani mimi nimekaa hivi. Unaona sasa unapata laana badala ya kupata mibaraka. Wakati mwingine unapotoa kitu smart, hata yeye mwenyewe anasema Mungu wangu, yani mama Susan ameamua kunipea kitu kama hii. Mungu ambariki. Hii kitu iko smart. Mungu mbariki. Unaona maombi kama hayo, yani Mama Susan ameamua kunipea kiatu kama hiki. Mungu anibariki. Lakini wewe umetembelea kiatu zote zimeenda left, alafu sasa ndio unapelekea muhitaji. Hapana, hata Mungu mwenyewe alikataa sadaka kama hiyo. Wacha tuweze kupea wahitaji kitu mzuri. Usimpelekee kitu ambacho kinakaa kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukiambiwa uchukue uvae tena utaweza kukataa. Jambo lingine ambalo tunajifunza ni kwamba Ukristo wa kweli hujengwa katika matendo madogo. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Luka 16 mstari wa 10. Ukristo wa kweli hujengwa katika matendo madogo. Yale matendo madogo ambayo unayafanya ndio Ukristo wa kweli unajengwa hapo. Kuomba pamoja, kusoma pamoja na wale wahitaji, kuwatembelea wagonjwa hospitalini, mambo kama hayo mpenzi msikilizaji. Jambo la 4, jamii humtambua Mkristo kwa matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Jamii humtambua Mkristo kwa matendo yake. Jamii, society ambao tuko inatambua Mkristo kwa matendo ambao anayafanya. Kwa hivyo kama matendo yako ni maovu, jirekebishe usiku huu wa leo, uweze kuwa ni mtu ambaye unatenda matendo mazuri. Jambo la mwisho ni kwamba maisha ya huduma huacha urithi wa milele. Maisha ya huduma huacha urithi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama Dorcas alivyowasaidia wale wahitaji, kama Dorcas alivyowatembelea wale wajane, kama Dorcas alivyo pia kuwatembelea mayatima na wajane wote. Usiku huu wa leo na kuhimiza mpenzi msikilizaji, mahali popote ambapo upo, mahali popote ambapo unaposikia sauti hii, na kuhimiza kwamba tuweze kuiga mfano wa Dorcas. Tuwe watu ambao tunawasaidia watu ambao wako na mahitaji. Na tunapowasaidia watu hawa, hapo tunaambiwa Mama Dorcas alikuwa anawashonia nguo nzuri, alikuwa anawasaidia wajane. Mpenzi msikilizaji, tumwombe Mungu aweze kutusaidia. Unajua wakati mwingine unapata wajane wanadhulumiwa. Unapata wale mayatima wanadhulumiwa na hakuna mtu wa kuwatetea. Tusiwe watu wa namna hiyo. Tuwe watu ambao tunawasaidia wajane. Tuwe watu ambao tunasaidia wale ambao wako na mahitaji. Hata wale watoto ambao wanatanga pale mtaani. Tuwe watu ambao tuko mstari wa mbele kuwasaidia. Tusiweze kuwaacha. Msimu huu wa sherehe, wasaidie kwa mtu ambaye unagusa moyo. Kwa mtu ambaye utagusa moyo wa mtu. Asema haki, Evans alinifanyia kitu, haki Mungu aweze kumbariki. Wacha uweze kuwa ni unahubiri. Matendo yetu yaweze kuwa yanamtangaza Yesu Kristo. Watu wakiweza kutuona wajue ya kwamba sisi ni wa Kristo, badala ya kuwa Mkristo siku ya kuenda kanisani peke yake. Yaani siku ya Ijumaa kama siku ya kesho ndio wewe unaweka nyimbo yetu, tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni, baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Lakini siku hizi za kawaida tu ni kwasa. Mpenzi msikilizaji, hapana. Wacha tukue watu ambao hata hizi siku zingine zote
miziki ambayo tunasikiliza, zile vitu ambao tunaona zinatangaza nini? Inasikitisha wakati ambapo kwa nyumba tu ni nyimbo ambazo hazifai. Sitasema hazifai, lakini ni nyimbo ambazo hata mtu akikuangalia siku ya Sabato na kuangalia tena unapoenda kanisani anashangaa. Mpenzi msikilizaji, matendo yetu yatahubiri. Matendo yetu, hata pale ambapo utakuwa unatembea, hata mtu atasema natamani sana nikuje hiyo kanisa yenu. Mahali hata ambapo ukienda kununua mboga, kama kuna mahali nilienda kununua mboga na nikapata hapo msichana akaniambia, wewe unakuanga MSDA? Nikamwambia mimi nakuanga MSDA. Akasema mimi nataka kuja kanisa yenu. Mimi utanichukua siku ya Sabato twende na wewe kanisani. Mimi nataka kuwa msabato. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, wacha matendo yetu yaweze kuwa mahubiri tosha. Usiku huu wa leo, wacha tu matendo yetu yaweze kuwa mahubiri tosha. Unapokuwa pale kijijini, kama uko kijijini, kama umesafiri, kama bado uko mjini, kama bado uko ushago pia, uko ndo kijijini, wacha matendo yako yaweze kumhubiri Yesu Kristo. Wacha uweze kuwa ni mtu ambaye unawasaidia wahitaji, mtu ambaye unatembelea wagonjwa, mtu ambaye unawasaidia wajane na mayatima. Na zaidi ya yote, unapowafanyia hivyo, mibaraka, Mungu anaweza kukumiminia mibaraka. Na hata unapowasaidia pia unasoma pamoja na wao neno, mnazungumza kuhusu Yesu Kristo. Hiyo ndio Mungu anatuita ili tuweze kufanya, kutangaza injili yake, kutangaza ya kwamba anarudi tena. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, usiku huu wa leo, kuwa na tabia ya kuwasaidia wenye mahitaji.